Kituo cha 11. Yesu anasulubiwa. Ee Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu na tunakuheshimu. Askari walimkamata Yesu, wakamlaza kwenye msalaba ulioletwa na Simoni. Wakampigilia misumari mikono na miguu. Wakausimamisha msalaba. Ee mkombozi wetu, ulivumilia haya yote kwa ajili yetu. Utupe moyo nasi tuvumilie masumbuko ya kila siku kwa ajili yako. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Yesu mpenzi, na kuabudu sana ni unapohangaika, nchi yatetemeka kwa hofu. Najua linafifia, najua. Kituo cha 12. Yesu anakufa msalabani. Ee Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu na tunakuheshimu. Muda wa saa 3, Yesu alivumilia mateso msalabani. Mwisho akalia kwa sauti kuu, yametimia. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akainama kichwa, akazimia roho. Ee Yesu, ulikufa kusudi watu wote wapate kuokoka, asipotee hata mmoja. Kwa ajili ya kufa kwako tunakuomba sana. Wahurumie watu wa nchi zote, wote wakujue, waiamini injili yako, wakaokoke milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani.
Kituo cha 13. Yesu anashushwa msalabani. Ee Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu na tunakuheshimu. Wafuasi wawili walimuondoa Yesu msalabani, wakamweka mikononi mwa mamaye. Kwa huruma na uchungu mkuu, Bikira Maria alipokea maiti yake aliyotobolewa na majeraha mengi sana. Maria, utuombee tumpokee mwanao katika komunyo takatifu siku zote kwa moyo safi na mapendo makuu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Bwana, utuhurumie. Roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Pamoja nawe kaburini, zika dhambi na ubaya wa moyo. Yesu, tuwe wa Kristo kweli, twakupa Kituo cha 14. Yesu anazikwa kaburini. Ee Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu na tunakuheshimu. Maiti ya Yesu ilifunikwa sanda, ikawekwa katika kaburi jipya. Roho yake ilishuka kuzimu. Yesu, umetupenda mpaka mwisho. Tunakuomba utupokee saa ya kufa kwetu na ufufue tupate kukuona na kukushukuru katika utukufu wako mbinguni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Ee Bwana, utuhurumie. Roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Tuombe. Yesu Kristo, Mungu na mkombozi wetu mwema, tunakushukuru kwa neema nyingi ulizotujalia katika ibada hii ya njia ya msalaba, na kutolea sala hizo wewe upate kupendezwa zaidi sababu ya mateso yako makali. Sisi tuondolee daima dhambi zetu na adhabu tulizozistahili, marehemu toharani wapate kitulizo na faraja. Na kuomba sana ya Yesu, damu yako na kifo chako visipotee bure, bali vitusaidie kuchukua misalaba yetu kila siku na kuokoka milele. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Tunaungana pamoja na jumuiya Mtakatifu Benedetta, Mtakatifu Julia, Mtakatifu Faustina, Mtakatifu Margarita Maria Alacoque, Mtakatifu Claire, napomshukuru Mungu kwa kipaji cha afya njema ya mwili, roho na akili. Tunapoombea uchaguzi na kuja wa viongozi kwamba Roho Mtakatifu atuongoze. Napoombea nchi yetu na uongozi wa nchi yetu hasa wakati huu mgumu, Mungu azidi kuwapa hekima anapotuongoza. Napoombea mapadri wote, napoombea wagonjwa na wanao mahitaji mbalimbali katika jamii. Tunaungana pia na Seraphim Choir kutoa shukrani kwa Mungu kwa mema aliyotujalia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi Mungu Mwenyezi aturumie, tusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana, tunakuomba umimini kwa wema neema yako mioyoni mwetu, ili siku zote tupate kuachana na anasa za binadamu na tuweze kushika mafundisho ya mbinguni kwa hisani yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Hosea. Bwana Mungu asema hivi: Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, kwa maana umegeuka sababu ya dhambi yako.
Mtoleeni Bwana maneno ya kitubio, mrudieni Bwana mkimwambie, uondoe makosa yetu yote. Upokee maombi yetu yaliyo mema. Tunakutolea maneno ya midomo yetu, malipo mahali pa sadaka za ng'ombe ndume. Ashuru hatatuokoa, wala hatutapanda farasi, wala hatutaziheshimu tena kazi za mikono yetu, tukisema, ndiwe Mungu wetu. Lakini Bwana, ndiwe unayemwonea yatima huruma. Nitaponya ukosefu wao na uaminifu, nitawapenda kwa ukarimu, kwa maana hasira yangu imeondoka kwao. Kwa Israeli nitakuwa kama umande, naye atachanua maua kama yugiyugi. Ataeneza mizizi yake kama mwerezi wa Lebanoni. Machipuko yake yataota, na uzuri wake utakuwa kama wa mizeituni, na harufu yake kama ya maua ya Lebanoni. Watu watarudi kukaa chini ya kivuli chake, watapanda tena ngano, watalima mizabibu yenye kuchanua maua, nayo itasifiwa kama divai ya Lebanoni. Efraimu, mimi nina nini tena na sanamu? Mimi nitamsikiliza na kumwangalia. Mimi ni kama mvinje wenye majani mabichi. Kwangu mimi matunda yako yanapatikana. Ni nani aliye na hekima anayefahamu mambo haya? Aliye na busara atayajua, maana njia za Bwana zimenyoka, na watu wanyofu hutembea katika njia hizo, bali waovu huanguka ndani yake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kwa maneno tutasema, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, isikilizeni sauti yangu. 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 Nilisikia sauti nisiyo ijua ikisema, nimeutoa mzigo kutoka begani mwake. Mikono yake ikaachana na kikapu,
katika shida ulinita, nikakuokoa. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, isikilizeni sauti ya mimi ndimi Bwana Mungu wenu, isikilizeni sauti yangu. Nikakujibu kwa siri katika radi, nikakujaribu kwenye maji ya Meriba nikisema, sikia taifa langu, ninashuhudia. Biti yako aheri ungependa unisikiliza, ewe Israeli. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, isikilizeni sauti ya mimi ndimi Bwana Mungu wenu, isikilizeni sauti ya asiwepo kwako Mungu wa kigeni, wala usimwabudu Mungu mwingine. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, niliyekupandisha kutoka nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, isikilizeni sauti. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, sikilizeni sauti yangu. Laiti watu wangu wangenisikiliza, kama Israeli enenda katika njia zangu, lakini nitamlisha Israeli kwa ngano, bora nitamshibisha kwa asali itokayo mwambani. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, sikilizeni sauti ya mimi ndimi Bwana Mungu wenu, sikilizeni sauti ya mimi ndimi Bwana Mungu wenu, isikilizeni sauti yangu. Mimi Bwana Mungu wenu, isikilizeni sauti yangu. Tusimame kwa shangilio la Injili.
asema Bwana, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana awe nanyi. Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Wakati ule mmojawapo wa waandishi alipofika na kuyasikia majadiliano yao na kutambua jinsi Yesu alivyojibu vizuri, alimuuliza, ni amri ipi iliyo ya kwanza katika amri zote? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja tu, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kubwa kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, vema mwalimu, uliyosema ni kweli. Yeye ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote, na kumpenda jirani kama unavyojipenda mwenyewe, ni muhimu kuliko sadaka za kuteketeza na dhabihu zote pia. Yesu alipoona jinsi alivyojibu kwa hekima, alimwambia, wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu. Kutoka hapo hakudhubutu tena mtu kumhoji. Injili takatifu ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Basi jioni ya leo tunapoendelea na wakati na kipindi cha Kwaresma, somo letu la kwanza leo linatuuliza tuweze kuwa na toba na kurejea kwa Mwenyezi Mungu ndani ya upendo wa Mungu na upendo wa jirani. Tunaporudi kwa Mungu kwa moyo wa dhati, yeye hasamehi tu dhambi zetu, bali anarudisha maisha yetu kama na katika uhai na katika wingi wa baraka. Wakati tunaporejea kwa Mwenyezi Mungu kutokana na dhambi zetu, anatuinua, anatufanya upya. Na Mungu anajenga upya maisha yaliyoharibiwa na dhambi. Mesikiza somo la kwanza akituarifu kwamba atatuponya katika uovu wetu, ataturudisha katika wema wake. Na hivyo basi akatumia picha 4 ambazo ni za mambo manne ambayo tunafaa kuwa nayo ya kutuinua katika maisha yetu. Na kila picha ambayo ameitumia hapa inamaanisha kwamba kila wakati Mungu hufanya mambo mazuri baada ya sisi kutoa toba, baada ya sisi kurejeshwa na kurudia Mungu wetu. Na amepeana hiyo mifano 4. Mfano wa kwanza ametumia umande, kwa kimombo dew. Dew ni ile inapatikana asubuhi. Wakati tunaanguka kwenye dhambi, Mungu hurudisha uhai ndani yetu kwa utulivu. Umande huanguka kimya kimya, lakini unapatia mimea uhai usiku kucha. Na hivyo ndivyo Mungu huanza kuponya maisha yetu pole pole, bila kelele. Tunapomrudia Mungu, tunapofanya toba, anatuponya pole pole bila kelele. Mungu si mtu wa kelele, yeye anatuponya pole pole tunapofanya toba. Kwa hivyo ni jukumu letu kumrejea huyu Mungu kwa upole pia. Tunapofanywa upya kwa maisha yetu, tunaishi ndani ya huyu Mungu kwa utulivu kama ule umande, kwa upole pole, kwa utulivu, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu angependa. La pili, anatumia yungiyungi, kwa kimombo ni lili, a good flower, ambayo ina meremeta, ambayo inatoa uzuri
Na hivyo tunapomrejea Mwenyezi Mungu, tunapoenda kwa maungamo, tunapoenda kutoa toba, Mungu katika maisha yetu anaturudisha kwa uzuri na heshima iliyoharibiwa na dhambi. Ukikosa kupatia lile maua maji, lile ua linakauka, linakosa uzuri wake, linakosa ile heshima yake. Tukikosa kwenda kwenye toba, tukikosa kwenda kwenye marudio, kurudia Mungu katika maisha yetu, tunakosa ule uzuri na heshima. Kwa hivyo leo tuna mwaliko kwamba tunaporudi kwenye Mungu, tunaporejeshwa, tuweke ule uzuri na heshima katika maisha yetu, kama ile yungiyungi katika maisha yetu. La tatu, akatumia mwerezi ama the cedar, ambayo cedar inaonyesha udhabiti na nguvu, strength and stability. Mimi na wewe wakati tunafanya dhambi, tunakosa ile nguvu ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Na ndio maana leo amesema nitawainua, nitawarudishia ile nguvu yenu kama mwerezi, ili mpate kunirudia. Tunahitaji ile nguvu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tunahitaji neema na baraka za Mwenyezi Mungu, na hatuwezi peke yetu. Huwezi kaa kwa muda ukasema kwamba utaendelea kuishi kama Mkristo na hurudii Mungu, hauendi kufanya toba. Kwa hivyo leo kama mwerezi tunapata ile nguvu, tunapata ule udhabiti kwa njia ya toba. Na la nne, akatumia picha ya mzeituni, the olive tree. And the olive tree inaleta uzao, inaleta manufaa. Tunapotoa toba, tunaposamehewa dhambi zetu, tunakuwa Kristo ambao wanazaa matunda mema. Tunakuwa Kristo ambao wana manufaa. Maisha yetu inakuwa ni maisha yenye matunda, maisha ambayo Mungu anapendezwa nayo, kwa sababu katika maisha yetu tunampenda na kumtumikia. Kwa hivyo leo tunapojongea katika hatari, tunapopita njia ya msalaba vile ambavyo tumepita, wengi huwa tuna mawazo kwamba toba ina maana Mungu atanisamehe tu. Lakini tunaambiwa leo na maandiko matakatifu, tunaporudi kwa Mungu, dhati yetu yeye huanza kujenga upya maisha yetu, na tunafanywa kuwa bora kuliko hapo awali. So usiende mbele ya Mungu katoa toba alafu kabaki vile ulikuwa. Ndio maana tumealikwa kumpenda kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa akili na nguvu, kwa sababu amekusamehe, amekuinua. Unaweza basi kuwa umeharibu mahusiano, hupendi wenzako, umeanguka katika dhambi, umefanya maamuzi mabaya sana, umekosa mwelekeo, umeupoteza katika maisha. Tunaporudi kwa Mungu, na tunaomba turudi kwa Mungu kwa moyo wetu wote, kwa moyo wa kweli, tafakari njia takatifu ya msalaba siku ya leo. Mungu hafuti tu yaliyopita, lakini anatufanya kuwa wapya, na anaweka ndani yetu maisha mapya. Mara nyingi sisi Wakristo wenye matunda makubwa ni zaidi ni wale ambao wanaanguka, lakini wanarudi kwa Mungu kutoa toba ya kweli. Usianguke ukabaki pale, toa toba ya kweli. Tuombe Mungu jalie neema zake, ujasiri wake, hekima yake, tujue kile kilicho sahihi, na kile kilicho sahihi kinapatikana ndani ya huyu Mungu. Tunampenda kwa roho zetu zote na moyo wetu wote, na tunachagua kutembea ndani ya kile kilicho sahihi, kwenda kwa toba na kumrudia Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, uitazame kwa wema dhabihu hii tunayokutolea, tunakuomba ikupendeze wewe, nasi tuletee daima wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe ulitaka sisi tukutolee shukrani kwa kujinyima, ili kwa njia hiyo hata sisi wakosefu tuondolewe ukaidi na kukuwapatia chakula wahitaji, tufanywe waigaji wa ukarimu wako. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika tunakutukuza kwa sauti ya kusifu tukisema: Bwana kweli mtakatifu na uchemichemi utakatifu wote, na kuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, kashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula kitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema: twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana, tunatangaza kifo chako. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu, na kushukuru kwa kuwa umestahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lienea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Filipo, msaidizi wake Daudi na waklelo wote. Wakumbuke watumishi wako Lucia Wangoi Dangwa na mtumishi wako Peter Kenyanjui, uliwaita kwako kutoka dunia hii. Jalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia akiwa na tumaini na ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako upokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake wa Bikira, mitume wenye heri, mtume Petro msimamizi wa parokia hii yetu, mtakatifu Bernadette, Julia, Faustina, Margaret Alacock na Claire, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale,
tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa amani maishani mwetu, kwa kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na hapa. Usitazame dhambi zetu, leta imani ya kanisa lako, pende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, na ishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mwana kondoo wa Mungu za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Said. Tuombe. Bwana, tunakuomba nguvu ya neema yako ienee nafsini mwetu ili tupate kikamilifu ukombozi tulioshiriki katika sakramenti hii kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana, uangalie kwa wema waamini wako wanaokuomba rehema yako ili hao waliotengemezwa kwa huruma yako waweze kueneza popote zawadi za mapendo yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani, ibada yetu ya misa imekwisha.